Baada ya hongera, kwanza hivi mtegemee nyimbo inakuja kaswida ambayo ni nzuri zaidi ambayo inaitwa kwa jina la Laidi. Ya, hii naizungumza ilikuwa si lazima kuizungumza. Hii nyimbo ya Laidi tumetengeneza kwa niaba ya Laidi ili watu wafurahike na wasije wakajishughulisha katika mambo ya haramu, mambo mabaya. Fashamana. Ule magaranamazi asandullah. Ya, basi nikisema hivi unajua tayari huyu ni Mugisha naongelea. Mimi nikitazama hapa kwetu Burundi hakuna stare kama Mugisha. Hakuna kabisa. Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusina bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Jambo sana kwa sisi leo kwa sana pasikia best voice unapata ni kube drama inasomeka ni drama inasomeka ni drama. Asante na shukrani umesha subscribe to YouTube channel yangu, inaandikwa ni Buja Town TV. Mjini ya ulale njaa utakawia kule tu. Nikumbushie kama band camera ni Raja Buja Town. Nimshukuru sana wewe tayari nikushukuru wewe tayari ambao umeshabonyeza button nyekundu iko chini ya video yako. Nikumbushie tena asante sana Magic kwa maana mtango wa nguvu. Asante sana Baba Gege kwa comments zako ambazo unazidi kuweka, na wewe pia ambaye unataka piece dedicated basi kuwa kwanza ama mjanja kubonyeza nikisema comment yako hapo kuidondosha ili baadaye kipindi kifuatacho tuweze kusema. Na siku leo nimempokea Akbar Mtanza, unaweza kumjua baadaye hapa tukisema kwamba ni kipindi hewani kaswida zetu. Ndio kipindi cha kwanza ambacho tunaanza kukifungua nikisema tena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twende kazi basi. Nikizungumza tena Akbar Mtanza, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Upo fresh kabisa? Namshukuru Allah. Bwana brother, tudondoshe kwanza nguzo tano za Uislamu. Tano za Uislamu. Ningezizungumzia lakini sio mada. Tupandishe microphone. Ningezizungumzia lakini sio mada. Vitu vitatu ambavyo umependa ndani ya studio ya Buja Town TV. Kwanza nashukuru sana kwa jinsi mmenipokea. Asante sana. Cha pili nashukuru sana kwa mwelekeo. Okay. Kwa jinsi ninavyoona mambo yalivyo. Nikisema kwamba design yake iko vizuri zaidi, nimeipenda ya. Niseme tena big up na ongera kupitia nashidi yako ambaye umeweza kuiachia pamoja wewe na magaranamazi asandullah kama Mugisha. Ni nashidi ambayo inaitwa ongera. Ongera imekujaje, umeanza kuiandika je? Changamoto gani ambazo umekutana nazo? Kwanza ongera ni kaswida ambayo kwanza imependwa na watu. Na kwa kuiandika nimetizama tu jinsi watu vitu watu wanavyovipenda. Ndio nikawa nimeweka katika ile kaswida ya ongera. Ni kitu gani ambacho umetia kama experience ambayo tumekuta kwenye nashidi ya ongera kuzingine na shida tuwezi tukaikutana? Experience imo ndani ni upangiliaji wa vina. Upangiliaji wa vina na upangiliwaji pia wa melody. Vitu vitatu ambavyo vimekusumbua sana wakati uko na record nashidi yako? Kitu cha kwanza kimenisumbua, kwanza vitu vimekuwa tu sawa sawa. Mtu unasumbuka na kitu wakati hauna mudi na kile kitu. Mara yako ya kwanza unasikia na shida yako kwenye simu aidha kwenye radio, ni mtu gani ambaye ulitamani kabisa wewe faster kuweza kuisikia? Kwanza nimependa wote waisikilize. Nimependa wote waisikilize. Kuna baadhi ya ule mtu anasema ni shabiki wangu wa nguvu ama ni mtu wangu wa karibu. Nahitaji yani unasema bana sio mimi unafika nyumbani mtu nimsikilizishe asikilize nimeimba. Kwanza mimi napenda kwanza mimi nisikilize hivi yangu mimi nafasi yangu. Wakati DJ yuko anatengeneza mambo yake, mimi kwanza napenda nisikie, niwe mtu wa kwanza kwa kuisikia. Maana mimi nikishaisikia mtu kama wa kwanza, ni kwanza mimi nikishaipenda, pili na naamini kwamba na wengine wanaweza wakaipenda. Nice. Akbar Mtanza, jina la Mtanza limekujaje kwenye jina lako? Kwanza Akbar ni jina ambalo nimepewa na wazazi wangu wawili. Na Mtanza jina ambalo nimejipa mwenyewe kutokana na hizi kazi ambazo nazozifanya. Why limekujaje sasa? Inspiration ya ile jina kusema ujipatie Mtanza imekujaje? Imeanzaje? Naam, shukrani kwa swali. Hiyo jina Mtanza, kwanza ukisikia Mtanza, umsikie ni mtu mwenye amani, mtu mwenye upendo, mtu mwenye kutaka maendeleo ya wenzao. Na nikawa nimeona ni bora zaidi nijiweke hilo jina la Mtanza. Ni bora zaidi ujipatie jina la Mtanza. Lakini bado hujanipatia nini maana yake sasa? Mtanza ni maana yake? Hapo umetafsiri jina, hujatuambia maana ya jina. Na maana ya jina na imani tutalizungumzia baadaye, lakini ukisikia Mtanza usikie kitu kizuri. Nice. Baada ya ongera ama kabla ya ongera kuna nyingine mimbo ambayo umekuwa tayari umeshatengeneza? Kabla sijatoa ongera, nina nyimbo nimetoa kaswida takriban kama 8 zipo. Na zimefanya kazi kama jinsi ulivyokuwa unategemea? Kwanza nawashukuru sana wote ambao wamenisapoti
ambao wamejitolea nafasi ya kwenda kwenye YouTube channel yangu. Okay. Kwanza mimi na support na pia nawaombea dua kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda na kuwahifadhi, wazidi kunifuatilia zaidi, kwa sababu kaswida yangu ya kwanza nimetoa inaitwa Ramadhani Karibu. Kaswida hiyo nikitazama kwa sasa hivi na takriban kama viewers 30,000. Kwa kweli nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ni kitu gani ambacho kimekutengeneza? Unahisi kama haungepatia Ramadhani Karibu, ungepata hizo viewers zote? Na kitu huwa kinajiuza, kizuri chajiuza, na wakati umepangilia vizuri lazima watu watapenda. Ungeipatia jina la Ramadhani Karibu, ungehisi kama ungepata hizo viewers zote? Ukitizama hata katika YouTube za wengine kaswida Ramadhani ziko nyingi. Lakini nasema tu mimi nashukuru wale watu ambao wamejitolea kunisapoti, kwa sababu ukitazama Ramadhani Karibu ziko nyingi. Hata ukienda katika YouTube utaona Ramadhani Karibu ni nyingi, lakini mimi nafurahi tu na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona jinsi yangu imekuwa na viewers nyingi. Nashukuru kwa hilo ya. Kama kawaida yetu kipindi hewani kaswida zetu, na ni kipindi cha kwanza ambacho tunaanza kufungua pamoja na Akbar Mtanza. Ndiyo. Na nikizungumza kwamba tukisema Akbar tunakuwa tunazungumzia kitu kikubwa sana. Wanakuambia the unafanya gym, the unakuwa bouncer. Ni vitu vingi ambavyo tunataka tuviongelee kwenye nashidi zetu. Ndio. Kitu cha kwanza ambacho tunataka, experience gani ambayo umeitumia kwa nyingine nyimbo ulikuwa hujaitumia? Experience kwa nyimbo ambayo nilitengeneza na Mugisha, ima zingine nimetengeneza. Hii ambayo umetengeneza na Mugisha. First unajua kama unaenda kukutana na Mugisha kama legend mwazikazi. Ndio. Kuanzia kwenye nashidi mpaka kwenye movie. Ndio. Ni kitu gani hasa ambacho umeweza kujiandaa kama wewe kwa kujipanga? Unasema hivi naenda nimuonyeshe pia mimi kama na uwezo fulani. Kwanza nilijipanga kunako masuala ya utungaji. Nimetunga kaswida hiyo. Baada ya kuitunga nikawa nimejituma kunako utengenezaji wa sauti. Okay. Kutengeneza sauti ili nikifika mbele zake nionekane kwamba na mimi nina kitu fulani anaweza kanisaidia kupitia ile yangu kidogo ninayo. Watu watano ambao wanakutia uoga kwenye kuimbaji kwao kwenye uimbaji wao wanashidi. Mimi nikitazama kabisa hapa Burundi ukisema hivyo ni sawa sawa, lakini nitakujibu mimi kulingana na fikra yangu ama akili yangu ama kwa kwangu ya. Naona ukisema hivyo wanaonizidi ni wengi. Okay. Wale ambao wamenitangulia wote mimi nawapa heshima, kwa sababu kwanza wamenitangulia. Kwa sababu wanakwambia japo watu wanakuwa ni mapacha wawili, lakini ule ameanza bado ni mkubwa tu. Yeah. Yaani jamaa kakimbia swali jamaa. Sijakimbia, ni kweli, ni sawa sawa nilivyokujibu. Nice. Niambie vitu vitatu ambavyo vinaweza vikatuma somo iweze kuharibika. Somo? Hapo tunaweza kuongelea nyimbo ya Ramadhani Karibu. Vitu vitatu ambavyo vinatuma somo kuharibika. Kwa tunaelewa kwanza kula katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani ni makosa. Tayari, so hiyo tunaelewa kabisa. Hiyo kabisa inajulikana. Ndio. Na kingine kitu cha pili ni kwamba matamanivu. Ndipo utakuwa na matamanivu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ujue hapo umeanza. Matamanivu unapozungumza unataka kuongelea kitu gani? Matamanivu nazungumza kwa sababu hata sheria inatuambia kama unaishi na mwanamke ndani ya mjafanaye ndoa kisheria, basi huyo uruhusiwi kuishi naye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana yake kabla ya Ramadhani, baada ya Ramadhani unaweza ukarudisha jiko lako. Unaweza, lakini sasa masharti. Nielewa vizuri kwanza hapo, unaona? Unaweza, lakini kwanza kwa masharti. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ukishaondoka, sharti lake ni wewe kufanya ndoa. Unaposikia neno ndoa? Nafanya naye ndoa kisha unamrudisha kihalali. Kihalali. Jambo lingine? Na la pili, hairuhusiwi japo uko kwenye ndoa mke na mume mmekuwa na matamanivu katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo maana yake kufanya mapenzi mke na mume mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo inabatilisha saumu kabisa. Na ni hivyo tu. Ni hivyo tu. Ni kitu gani ambacho kinaweza kufanya mpaka uhisi kama labda hichi kitu, yani kuna baadhi ya vitu ambavyo unaivifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hapo tunazungumzia nyimbo yako ya Ramadhani kama nashidi yako. Ndiyo. Ili tu introduce vizuri watu waelewe kwamba umeimba kitu ambacho umekielewa na unakifahamu. Ndiyo. Ni kitu gani hasa ambacho mtu akikifanya labda kuna yale makosa ambayo mtu anafanya bila kuyajua ambayo inaweza kumharibia somo yake? Makosa yako mengi mtu kiyafanza bila kujua, kwanza na Mwenyezi Mungu hamwadhibu mtu kitu ambacho alikuwa hakijui. Nice. Ila kuna kitu ambacho kinaweza kufanya somo kuharibika. Ndio. Vitu viko vingi. Ukiniambia vitu, kwanza kunywa maji katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni makosa. Wewe utakunywaje maji sasa hapo? Utakuwa unafuturu mapema? Kuna watu nikisema kwamba wanajiiba kutukanika na ufumo wao wa akili, aidha upevu wao tu wao wenyewe wakajisababishia matatizo kama haya. Tuachane na nashidi yako ya Ramadhani, tuchukue ongera.
Ndio. Why ongera ni nyimbo ambayo umeimba kama siku ya sikukuu, unampongeza mtu, unampongeza, unamwambia ongera, mambo kama na hayo. Ndiyo. Ni kitu gani hasa ambacho kilikufanya mpaka uandike nyimbo ongera? Nyimbo ongera kwanza ni nyimbo ambayo mimi mwenyewe nimeipenda, na sababu ya kufanya ile nyimbo ongera, unajua kitu kizuri huwa kinasapotiwa. Okay. Sawa? Mfano sawa kwa gisi unavyooji, kwa gisi wewe unavyooji vizuri sana. Kwa gisi unavyooji naweza nikasema kwanza mimi naweza nikasema hongera. Asante sana. Kwa sababu unaoji vizuri sana. Okay. Yani kutoa hii kaswida ya hongera, but unajua wale wanafunga ndoa, ili ufike katika mambo ya ndoa unapitia magumu mengi sana. Okay. Katika watu wawili baina ya mwanamke na mwanaume, unajua kuna watu ambao bado wanafatana. Kuna watu ambao wanakutana wanasema wao wanafatana, lakini ni katika kuchezeana. Okay. Aima ni kuharibiana maisha, lakini Mwenyezi Mungu anaweka pale mkono wake wakati nyi wawili mna nia ya kufika katika malengo mazuri. Sasa ikifikia wakati nyi mnaoana, but mimi kama mimi muimbaji lazima nitawasupport, niseme hongera ya. Okay. Labda tuzungumzie zaidi na zaidi kama tunavyosema hongera. Baada ya hongera ama kabla ya hongera, ni kingine kitu gani ambacho tukitegemea kutoka kwako? Baada ya hongera, kwanza hivi mtegemee nyimbo inakuja kaswida ambayo ni nzuri zaidi, ambayo inaitwa kwa jina la Laidi. Ya, hii naizungumza, ilikuwa si lazima kuizungumza. Okay. Lakini naizungumza kwa sababu umenihoji. Na lazima niizungumzie, watu wabaki wanajua kwamba kuna kitu kinakuja Laidi. Kwa jina la Laidi. Yeah. Kwa nini umepatia jina Laidi na ni shida nani kaimba? Ulimba tena peke yako au kuna mwingine mtu fulani ambaye kama labda nikimchukua ladha ya nyimbo yangu itaongezeka? Kwa kweli huyu mtu nimemweka, kwa kweli mimi nikitazama yani kimtazamo wangu, hata kwa wengine pia, kwa sababu nyimbo zake zina ladha nzuri sana na watu wanazipenda sana. Okay. Ukitizama haitazami wa Kristo, Waislamu, wanani wanasikia nyimbo zake. Nikitoa tu mfano wa nyimbo moja, kuna nyimbo moja alitoa inaitwa Fasha Mana. Ule magaranama za asandullah. Ya, basi nikisema hivi unajua tayari huyu ni Mugisha naongelea. But nikaona huyu mtu nikimweka katika hii nyimbo inaweza kuwa na ladha nzuri na watu wakaipenda zaidi. Bila kumsahau ambaye ni Ahmad bin Uthman, rijali wa kweli. Asante sana. Huyo na yeye pia ni mtu ambaye anafanya vizuri zaidi. Na nikaona watu nikiwashirikisha katika hii nyimbo inaweza ikapendwa zaidi na watu kupitia kwanza wao kwanza ni masuperstar. Wao ni watu wakubwa sana. Mimi nikitazama hapa kwetu Burundi hakuna stari kama Mugisha. Okay. Hakuna kabisa. Labda nikisema Laidi ni nyimbo ambayo itaachiwa siku ya Laidi hiyo. Yaani hii nyimbo ya Laidi tumetengeneza kwa niaba ya Laidi ili watu wafurahike na wasije wakajishughulisha katika mambo ya haramu, mambo mabaya. Basi tukaona ni bora zaidi tutoe hii nyimbo ya Laidi, kwa sababu katika hii nyimbo ya Laidi ndani yake kuna maneno mazuri ya kufanya watu waelekee, umeona, wasije wakajishughulisha na mambo mabaya. Ndio maana ikakuwa ni bora zaidi tukatoa hii kaswida ya Laidi ili watu waje kusherehekea ile siku ya Laidi, waseni katika mambo ya haramu ya. Bima tutegemea kama tutapotoka kwenye uwanja wa Eid al-Fitr tutakuwa tayari tumeshasikia nyimbo ya Laidi. Ndio kabisa. YouTube channel yako. Yaani wategemee tu baada tu ya siku 10 kubaki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima nyimbo itasikika katika YouTube channel yangu na wengine pia wataipata. Kama kawaida nadhani kila Eid yoyote ile ambayo inakuwa Mugisha anakuwa ni mara ya kwanza, anakuwa ni mtu wa kwanza na kufika pale Markaz na kuweza kufanya tamasha. Ndiyo. Vipi kusikana mwaka huu? Mwaka huu siwezi nikasema kwa sababu sijui mtu mpangilio wake iko vipi. Okay. Umeona? Kila mtu anafanya kitu kulingana na mpangilio wake. Lakini mwaka huu wote nawakaribisha katika ukumbi wa Lycée de Lac Tanganyika. Okay. Tutakuwa pale na tamasha na pia nitakuwa na huyu Mugisha pamoja na Ahmad bin Uthman. Tutakuwa tu na wengi, basi na wamasha waweze kufika ili waende katika njia iliyokuwa sahihi. Na kiingilio ni ngapi kwenye tamasha hilo? Kiingilio mtoto mdogo ni pesa 1000, wakati ni 2000, mkubwa ni 5000. Maana yake nikimaanisha 5000 ni VIP, agisi wanavyozoea watu. Unaposema VIP unakuwa unaongelea kitu gani? Yaani inakuwa ni sehemu nzuri kwa tofauti na zingine. Nikitizama kama hapa kwenye Buja TV hapa ni pazuri zaidi. Buja Town TV ni pazuri zaidi leo. Si vrai VIP. Nikushukuru tena mwisho bonyeza button nyekundu, nikushukuru tena mwisho ushakuwa mjanja kabisa kuacha comment yako. Nimshukuru sana Baba Gege. Nikushukuru sana nikisema mtu wangu wa nguvu Magic wa maana
pia kama kawaida yetu tunafikia kile kipengele cha kukumbusha kama ni tamasha ambayo itakuwa Lycée du Lac Tanganyika. Kiingilio mtoto itakuwa ni franga 1000, wa juu kabisa kama nikisema jeune nikisema hivyo ni pesa elfu ngapi? 2000. Kisha mtu mkubwa vile kama Rajabu Town ni pesa 5000 tu, unaingia mvre VIP pale ambapo unaikaa, hakuna jasho, hakuna vurugu wala kukanyagwa. Nikushukuru tena wewe ambayo umeshakuwa mwanzo mpaka mwisho na kipindi chetu. Sina budi kutoa shukrani kwa wewe ambayo umekuwa sambamba na mimi. Niite Kube Drama, ni DRAMA, inasomeka ni drama. Karibu sana ndani ya Buja Town TV. Ambao unataka marriage ni quality kubwa, wewe unataka video ni quality kubwa, wewe ambao unataka picha ama nikisema sherehe zote tunapiga picha tofauti. Nimshukuru sana Raja Buja Town behind camera. Usitoke.